Kaka, kilichonileta hapa, nimesikia kuwa Karobo ameenda kwenye ule msitu wa kale, na ninakumbuka alikuja nyumbani kwangu akaniambia, anti, naomba tuende kwenye ule msitu wa kale. Mimi nikamwambia, anti yangu, umechanganyikiwa, ule msitu haruhusiwi kuingia mtu yoyote ambaye hana tiba au sio mganga, na kinachoniumiza zaidi, anafanya yoyote, anasema anataka wewe upone. Nikamwambia na mimi yule ni kaka yangu, emgu usiende mwanangu, subiri kwanza nitafute watu wataingia kwenye ule msitu. Nikampa 5,000 kisha nikamwambia rudi nyumbani. Sasa ndo nasikia hizo habari, imebidi nifunge safari nije hapa nyumbani kuhakikisha. Wewe mtoto amekuja kwako na hata siku moja hajawahi kufika kwako, alafu tena unamruhusu arudi nyumbani peke yake. Kwa nini usingekuja naye? Atapona kweli sasa huko? Atapona dada? Kaka, mimi mwenyewe nilishangaa kama ulivyoshangaa wewe, na kipindi namwambia arudi nilijua kabisa atapakumbuka, kwa sababu Karobo ni mtoto mwenye akili sana. Kwa hiyo umekuja kuniambia hicho tu? Unajielewa? Badala ya kunyosha moja kwa moja, tayari umeshaambiwa kwamba kaenda kwenye msitu. Uende kwenye msitu umwahi kabla hajafika, unanyosha huku huku, ndo kuna msaada. Na huyu ni nani? Huyu ni rafiki yangu anaitwa Nupti. Bidada, umeshindwa kumshauri mwenzako kwamba binti ameelekea polini, kwenye msitu unaotisha, msitu unaoogopwa na watu wote, alafu mnaongozana kuja hapa kwangu. Mimi ni mzima. Je, huyo mtoto alienda kwenye hilo poli atapona? Umeshindwa kumshauri kabisa. Hapana Bakarobo, tulikuja kumwangalia kwanza, kwa sababu mtu anaweza tu akasema neno kwa uvumi tu kapotea, sio kaenda, kumbe si kweli. Kwa hiyo tumekuja kumwangalia tuhakikishe kama hayupo, tunaenda kumwangalia, wala hamna shida. Dada, nikuombe, simama na rafiki yako, nendeni mkamwangalie kwenye hilo poli. Yaani mkifika, kabla ya kuingia kwenye hilo poli na hamjamuona, mgeuke, msiingie. Lengo na madhumuni, pengine na yeye akifika karibu na hilo poli anaweza akaogopa, akasimama, akakosa mwelekeo, na mkimkuta amesimama, basi njoeni naye, na hata mama yake ameelekea huko huko. Lakini kaka, nilikuwa naomba uniwie radhi. Nilikuja haraka haraka ili nije nithibitishe kama mtoto kweli hali. Hayo yameisha, simameni, mnachelewa. Sijui dada langu likoje, hivi halijiongezi kabisa. Mwangalie kwanza. Mfuate, mkumbatie. Action. Action, anzia ndo umeshatoa panga bali. Action. Ina maana mimi ndo nipe. Ina maana mimi unipendi, si ndio? Unampenda huyo uliyemwambia mume wangu ametoka njoo. Ina maana mimi unipendi, si ndio? Na unampenda wewe boya wako ambaye ulimwambia mume wangu ametoka njoo. Tuone umemsave nani? Haya. Tuko? Haya. Haya. Tuone umemsave nani? Nionyeshe.
mwizi. Unakubali mwizi akuibe, si ndio? Ina maana unakubali mwizi akuibe, si ndio? Sasa unaona hili panga, nataka nimuue mwizi. Hebu mpigie simu awahi kufika. Sasa umeona ile panga? Ndio. Ile panga. Sasa umeona ile panga, nataka nimuue mwizi ambaye anakuiba wewe. Hebu mpigie simu awahi kufika na usimuonyeshe dalili yoyote kwa nipo hapa. Sasa sikia. Audia. Action. Sasa sikia. Nataka mpigie simu na umwambie aje hapa sasa hivi. Cha kuzingatia, sitaki muishi dalili yoyote ile kama mimi nimefika hapa. Tumeelewana? Piga simu. Piga. Kuna swali Sikiliza, kabla hajampigia. Kabla hujampigia utamuuliza hivi, sasa nimwambie nini? Tende. Tunadhihirisha lakini unacheza vizuri. Action. Sasa nataka mpigie simu. Ushasema. Wamwambie usimuonyeshe dalili yote kwa mimi. And action. Na sitaki muonyeshe dalili yoyote ile kama mimi nipo hapa. Piga simu. Piga simu. Sasa nitamwambia nini? Umwambie awahi kufika, kwa sababu mume wangu leo anaanza kawahi kurudi kazini. Ala. Hello. Uwai haraka kabla mume wangu hajarudi. Sawa, niko njiani nakuja. So. Soma. Shana hapo. Soma chini hapo. Hii simu ya kuita simu yenye sikio kweli. Wakati chini, wakati chini. Atakata simu na kumpigia Remo. Kata simu au kwa chini, wakati msikiona fukata fuka chini. Twende hapo. Wakati msikiona. Wakati msikiona. Haya, action na kati na Chini kati. ya kule. Kule au Huko. Huko. Huko kuna. Ndio. Nakata simu. Simu yote tena. Itakuwa kafika. Natakweli. Si ndio yache. Kafika, nenda kamfungulie geti. Hii vibration tuitoe. Iache twende. Itakuwa imefika. Nenda kufungulia geti. Hapana. Huwa akija huwa anaingia moja kwa moja hadi ndani. Umekatisha. Hapana, mume wangu anakujaga moja kwa moja. Kama kielekea huko waacha. Twende. Twende. Hapana mume wangu. Huwa akija anaingia moja kwa moja hadi ndani. Hai, ipokee simu. Ipokee simu. Mbona umekata? Ongea tu, haina shida. Okay, haina shida, nimekata. Twende, ongea basi. Hello baby. Sasa nitakuja ndani ya siku 2 zijazo. Nimepata dharura. Sawa. Sasa ongea.
Amesema baada ya siku 2 atakuwa ameshakuja. Mimi ndo namwambia. Mimi hapa tena. Mbona ndio? Action. Amesema baada ya siku 2 atakuwa ameshakuja. Sasa nitamsubiri, nataka nimuue mti wangu kwa mikono yangu. Siku 2. Si amesema baada ya siku 2 atakuja hapa. Rudia. Vipi ugusoni vipi? Unacheza. Anza na siku 2. Stand by. Action. Siku 2. Si amesema baada ya siku 2 atakuwa anakuja hapa. Sasa nitamsubiri, nataka nimuue mti wangu kwa mikono yangu. Sasa nitamsubiri baada ya siku 2 ulizosema. Nataka nimuue mwizi wangu kwa mikono yangu hii miwili. Na ole wako umwambie chochote kuhusu hili. Na ole wako umwambie chochote kile kuhusu hili Lililotokea leo. Kama akishtukia dili, itakuwa wewe na na kama na kama akishtukia fresh. Na kama akishtukia dili, yaani ukimwambia nitakuwa wewe pamoja na mama yako.